cha kuelekea uchaguzi mkuu katika mwaka huu wa 2025. Tunafahamu sisi kwamba nchi yetu katika mwaka huu itaelekea katika uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu unakuwa na mambo mengi. Msisitizo wetu ni amani na utulivu, kwamba uchaguzi upite lakini utubakishie amani yetu. Kwa nini msisitizo huu tunauweka? Kwa sababu mara nyingi kumeshuhudiwa uvunjifu wa amani katika nchi zetu za Afrika katika kipindi hiki cha chaguzi. Takwimu kutoka Umoja wa Afrika na kutoka ICG, International Crisis Group, zinaonesha kuwa kati ya nchi 54 za Afrika takriban nchi 25 zimewahi kushuhudia aina fulani ya vurugu za kisiasa wakati au baada ya uchaguzi tangu mwaka 2000. Tukitoa mifano michache, Kenya mwaka 2007 vurugu za uchaguzi zilisababisha takriban watu 1500 kuuawa na watu takriban 600,000 kuhamishwa katika makazi yao. Ivory Coast mwaka 2010 takriban watu 3000 waliuawa na maelfu kuikimbia nchi. Nigeria mwaka 2011 takriban watu 800 waliuawa. Msumbiji mmesikia hivi karibuni, Zimbabwe mmesikia hivi karibuni, na nchi nyingine mnasikia mambo yanayoendelea. Na ripoti ya ICG mwaka 2020 inaonesha kuwa 60% ya vurugu za kisiasa zinazotokea barani Afrika zinahusishwa na mambo ya chaguzi. Hii ndiyo hali halisi, kwa hiyo lazima tuipatilize, lazima tusiipuuze, tuitilie umuhimu, na huku tukikumbuka mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam ya kueneza tauhid na kueneza amani ya nafsi na kueneza amani ya miji na makazi. Jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba nchi yetu haijawahi kupata shida hii. Chaguzi zinakuja, zinapita, nchi inabaki kuwa salama na haipasuki. Sasa pamoja na matarajio mazuri tulionayo kuwa nchi yetu haijapata shida hii na hatutarajii kwamba itatokea, lakini tahadhari ni muhimu, na tuna wajibu wa kusisitiza kuhusu amani na utulivu, kwa sababu wakati mwingine kuna uchochezi na mambo haya huanza kidogo kidogo mpaka yakaharibika kama hamkutekeleza wajibu wenu. Mji una utulivu, una amani, una chakula, una raha, wakakufuru neema hii. Amani na utulivu ni neema, ni tunu, ikiwepo mnatakiwa kuitunza. Ni rahisi sana kuanzisha vita kuliko kuvimaliza. Wenzetu walioko katika nchi zenye vurugu sasa hivi wanaloliomba kwanza ni amani, mengine yatafuata baadaye, chakula kitafuata baadaye, barabara zitafuata baadaye na mambo mengine, kwa sababu amani inafanya mpaka hampati chakula. Mkikosa amani, hata mkiwa na barabara nzuri hamwezi kuzitembea, hata mkiwa na majumba mazuri hamwezi kuyaishi, hata mkiwa na chakula hamna raha ya kupata ladha. Hakuna maendeleo mtapiga kama mkikosa amani. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu waislamu, tunapozungumza jambo la amani na kulisisitiza, kuna watu wanalichukulia katika hali chanya, wanalichukulia katika hali ya uzuri, kwamba ni jambo zuri lenye maslahi, lakini kuna watu wengine wanalichukulia katika hali hasi na kubeza, na wanatoa hoja dhidi yake. Kuna wanaoona sisi tunaposisitiza amani ni ishara ya woga tulionao. Wengine wanaona ni kama tunatumika na watawala, kwa sababu watawala pekee ndio wanaotaka amani. Wengine wanaona kusisitiza amani ni njia ya kujipendekeza. Hawa wote wanazungumza lakini hawana hoja, wanazungumza kwa dhana. Sisi hatutumiki na manhaji yetu mnaijua. Hatuzungumzi amani kwa lengo la kujipendekeza. Mkao tuliokaa tumeuchagua. Hatuna mahitaji ya nafasi za kisiasa wala kupata fursa za kidunia, wala hatuzungumzi amani eti kwa sababu ya woga tulionao. Tunazungumza amani kwa sababu taratibu wa kuidai haki kutavunja amani, basi maslahi ya amani hutangulizwa. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi unaonesha kuna watu walikuwa na madai ya msingi ya haki, wakadai kwa utaratibu walioona wao unafaa, wakaivunja amani, wakaikosa haki
na wakaikosa amani. Kwa hiyo tunawaambia sisi katika Uislamu tuna utaratibu.